Kukumbushana na kuelimishana, na kwa sababu nyinyi wadau muhimu sana kwenye mioyo ya imani, na imani mtatujenga vizuri tupite wapi, lakini tupate na dua zenu ili tuweze kufanikisha, hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Rushwa inapotamalaki katika chaguzi za kisiasa inaweza kusababisha viongozi watakaochaguliwa kwa njia ya rushwa kushindwa kuwatumikia wananchi ipasavyo. Zaidi, watatumia muda wa uongozi wao kujinufaisha wao wenyewe kupitia rasilimali za umma. Ofisi imewiwa na kufanya semina hii ili kuongeza ushiriki wa wadau katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuwatumia viongozi wa dini mliokusanyika hapa, ambao utasaidia kusambaza ujumbe huu wa uzuiaji rushwa katika nyumba za ibada. Ni imani ya TAKUKURU kwamba wananchi walio wengi watapata ujumbe huu wa uzuiaji rushwa na watakuwa tayari kushiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa, hasa katika kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ndugu zangu washiriki wa semina hii, kama mnafahamu, kati ya maadui wakubwa wa maendeleo na ustawi wa nchi yoyote ni rushwa. Tuendelee kusimamia kuhakikisha kwamba mianya yote tunaiziba, na saa zingine ni wananchi ndio wanachochea utoaji wa rushwa. Ukute wajumbe wanawaona wanasema bado hujatuona. Sasa hii elimu isiende tu kwa wale wanaogombea, hata kwa wale wanaopiga kura. Saa zingine mtu anakwenda hana nia ya kutoa, lakini analazimishwa atoe. Kwa hivyo jamii nzima ikatae, na ikikataa jamii nzima, hata wale wanaogombea hawataweza kudai. Ombi langu kwenu viongozi wa dini ni kutoa ushirikiano mkubwa kwa kuhimiza waumini wetu kwenye nyumba za ibada, ikiwemo na mimi muumini wenu, kuchukia rushwa, kwani rushwa ni dhambi na ni kosa la jinai. Kwa maeneo katika chaguzi za serikali za mitaa ambayo yalisumbua yalikuwa ni vitendo vya ugawaji wa fedha taslimu, na ambavyo pia katika uchaguzi mkuu huu tunatakiwa kujihadhari navyo. Ni maeneo hayo ni vitendo vya ugawaji wa fedha taslimu, ugawaji wa zawadi, vitu kama kanga, vitenge, vinywaji, t-shirt pamoja na vyakula, lakini pia kuna ahadi za ajira, ahadi za mikopo, ahadi za misaada, pamoja na upendeleo maalum kwa wapiga kura, pamoja na kutumia lugha za vitisho, nguvu na mabavu ili kuwalazimisha wapiga kura au wapige kura kwa manufaa yao au waache kupiga kura kwa manufaa yao. Na hili ni sambamba na kuleta vurugu katika maeneo ya kampeni ili kumnyima nafasi yule mgombea ambaye ana sifa na pengine anakubalika asipate fursa ya kujitokeza kwa wananchi na wananchi wasiweze kumfahamu. Na maeneo ambayo ni hatarishi ambako vitendo hivi huwa vinaweza vikapenya, tulisema ni eneo la utangazaji wa majina na mipaka ya maeneo ya uchaguzi, kwa maana ya mitaa, vijiji au kwa sasa hivi kwa maana ya majimbo pamoja na kata za uchaguzi. Lakini kuna eneo lile la kujiandikisha kama nilivyoeleza hapo awali, lakini kuna uteuzi wa wagombea ndani ya vyama pamoja na nje ya vyama. Lakini kwenye kampeni za wagombea kuna vitendo vya rushwa ambavyo vinatembea ili kuhujumu zoezi zima la uchaguzi. Lakini kuna eneo la upigaji kura pamoja na kutangaza matokeo. Yote hayo ni maeneo ambayo ni hatarishi. Kwanza, la pili nimshukuru sana Bwana Ndwata ambaye kwa yeye naweza kumtaja ni kiongozi wa pili katika mkoa na katika idara yake aliyethaminisha umuhimu wa kamati hii ya amani baada pamoja na mkoa. Ni jambo la kuchungu sana kuitaja neno rushwa. Linawafunga watu rushwa. Watu wako magerezani, watu wamefungwa maisha, wengine wamekufa kwa sababu ya kukosa ya kukosa vyanzo vya kuweza kuwa mzuri. Na ndio ungetoa hiki ukisikio. Sasa neno rushwa ulizungumza ukiwa na hasira sana.
Mzungumzo kwa na hasira kubwa sana kwa sababu sio neno dogo. Kitu ambacho mimi binafsi ninapenda kusisitiza katika jamii yetu, viko vyombo vichache vya kufanya maamuzi na kuturudishia wananchi watu wachache tuwapigie kura. Hivi vyombo vya maamuzi vituletee Watanzania watu walio bora, wasituletee bora watu. Elimu hii baada ya kwenda kuitoa katika nyumba zetu za ibada, moja ya majukumu yetu ni kwenda kutoa elimu kwenye zile kamati zetu za amani za kila wilaya.